Kwa jina naitwa Engineer Ofin Mole ambaye ni msimamizi wa ujenzi wa mradi wa ujenzi wa kutoka Mbauda mpaka Losinyayo na pamoja na ujenzi kutoka Tipekers mpaka Losinyayo. Jumla ya mradi ni kilomita 70 na gharama za mradi ni bilioni 220 za Tanzania na mradi unafadhiliwa na serikali ya Tanzania kwa 100%. Kipande cha kutoka Mbauda mpaka bypass ya bypass ya Mlongwa ina urefu wa kilomita 7.4. Hicho kipande kitajengwa kwa njia 4 na vipande vingine vile vitajengwa kama njia 2 za kawaida. Kutokana na mashindano yetu ya AFCON ambayo maandalizi ya AFCON ambayo yanategemea kuanzia mwaka ujao, kipande hiki tunategemea kukimaliza kabla ya mashindano ya AFCON ili kiweze kurahisisha usafirishaji wa wananchi kutoka Arusha mjini kuelekea uwanjani na kutoka uwanjani kwenda mjini. Sasa tutakuwa tumejenga kwa njia 4, maana itarahisisha usafirishaji wa urahisi zaidi. Na kwa mujibu wa mkataba huu umeanza tarehe 10 mwezi wa 4 na jumla ya 70 ni kwa miezi 36, lakini kutokana na umuhimu wa maandalizi ya AFCON, hichi kipande cha kilomita 7.4 tunategemea kukamilisha kabla ya mashindano kuanza ambayo ni Aprili mwakani. Tutategemea kuwa tumeshamaliza kipande chote cha kilomita 7.4 kwa ajili ya kuungana na wenzetu wa TARURA ambao wanajenga barabara kuelekea uwanjani. Mkandarasi wa ujenzi huu ni kampuni ya Kichina ya CCCC na msimamizi wa mradi ni TANROADS kupitia kitengo cha ndani cha usimamizi cha TECO. Mpaka sasa maendeleo ya mradi ni 26%, ikiwa imepita miezi 4 toka mwanzo mradi. Changamoto za mradi zipo, changamoto za hapa na pale, lakini mpaka sasa tumeweza kutatua changamoto zote ambazo zilikuwepo. Kuna changamoto kama za miundombinu ambayo kama mmeona tumepita kule, miundombinu yote sasa hivi inatolewa ili kuweza kumpa mkandarasi nafasi ya kufanya kazi kwa nafasi zaidi kwa haraka. Zoezi la kuendelea na changamoto ya fedha hapana, kwa sababu serikali imeshalipa malipo yote ya awali ya mkandarasi na mpaka sasa hivi hakuna deni ambalo mkandarasi anadai. Madeni yote mkandarasi anayolipa yanalipwa kwa wakati ili kuhakikisha mradi unakamilika kabla ya maandalizi ya AFCON. Lakini baada ya muda huo tutaendelea na ujenzi wetu wa kuelekea Losinyayo ambao muda wake utakuwa ni miezi 36 ambayo ni sawa na miaka 3. Naam, mpaka sasa kuanzia mlipoanza kule juu kuelekea huku chini, kuna wakazi ambao wanaonekana bado wapo. Mtafanyaje ili waweze kuondoka pale? Kuna kipande cha kuanzia Mwanza Mbauda pale mpaka Field Force mpaka daraja la Field Force ya Mlombo pale ambayo lina urefu wa kilomita 3.5. Pale ile barabara awali ilikuwa ni barabara ya ambayo iko ya manispaa ambayo upana wake ulikuwa ni mita 30. Lakini kwa sababu barabara ilishapandishwa ardhi na sasa hizi maana yake ni ambayo inaungana kuanzia hapo darajani kuelekea mpaka Dodoma, ambayo tayari imeshakuwa barabara ya kuunganisha kati ya Arusha na Dodoma. Kwa hiyo upana wake ni mita 22.5. Kwa hiyo wale kuanzia mpaka 3.5 ambao wako ndani ya 22.5, wale wote tumeshawafanyia tathmini ya fidia na process kwa ajili ya malipo ya fidia inaendelea. Lakini pamoja na hayo ujenzi umeshaanza kuendelea. Kwa hiyo process ya fidia watapisha ujenzi kwa ajili ya kuendelea na shughuli zingine. Mnapata changamoto gani kutokana na huduma muhimu kama mabomba ya maji, lakini pia kuhusiana na umeme? Nayo tumekuta yako ndani mengi ambayo yako ndani ya korido ya ujenzi, lakini tumejaribu kushirikiana na wenzetu wa AUSA, kushirikiana na wenzetu wa TANESCO pamoja na wenzetu wa TCL kwa ajili ya uhamishaji wa miundombinu, na sasa hivi kama unavyoona zoezi la uhamishaji linaendelea ili kuhakikisha hatupati changamoto nyingine. Kwa mfano upande wa huku swala la umeme tumeshahamisha umeme wote, tumeshahama kwa huku ni wazi, na mabomba tunaendelea kutunzana kuangaza mabomba na kupisha ujenzi ili tuhakikishe hatupati hiyo changamoto ya mkandarasi kusimama kutokana na hiyo miundombinu. Eneo kubwa la ujenzi liko katika eneo la makazi ya watu. Mnapata changamoto gani tofauti na site zingine? Changamoto kubwa ni kushindwa kufanya kazi kwa moja, kwa sababu lazima, kwa mfano umeona kule udongo wote ni udongo ambao haufai. Tunataka tutoe tuweke udongo mpya. Sasa tunapochimba yale mashimo bado kuna watu wanatakiwa waingie kwenye maeneo yao. Kwa hiyo lazima tunaenda kidogo tunaacha, tunaenda kidogo tunaacha. Sasa hizo kuacha kama umeona zile njia tunazoziacha, hii ni kazi ambayo unaweza kuirudia, ambayo ungeweza kuifanya kwa wakati mmoja ilikuwa ni rahisi zaidi. Lakini pia hatuwezi kufanya kazi alafu watu wengine wakateseka namna ya kuingia. Kwa hiyo tunajaribu
kubalance kwamba sisi kazi yetu iende pia na watu na wenyewe waendelee kuendelea na shughuli zao.